Hamjambo watazamaji, mimi ni mtangazaji wa Star Talk na leo sisi tuna majadiliano baina ya wagombea wa urais wa Tanzania. Rais wetu Mheshimiwa Bibi Amina yuko hapa kutetea kiti chake katika tiketi ya chama tawala au CCP. Mzee Mboya ni mwakilishi wa CCT, chama cha upinzani. Kabla ya kuamua kugombea urais, Mboya alikuwa mkurugenzi wa Twiga kwa Paka Industries. Mahojiano yetu yatakuwa na mada tatu: uchumi, mazingira na usafiri. Lazima msikilize vizuri kwa sababu watu hawa wanaweza kubadilisha maisha yenu. Swali la kwanza ni kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo, wananchi wa Tanzania wanalalamika kwamba hawawezi kununua mafuta kwa sababu bei ni ghali sana. Utapunguzaje bei ya mafuta? Bora tuboreshe usafiri wa umma. Tusiwatie moyo watu wanaotaka kutegemea magari. Bei ya mafuta haiwezi kupunguzwa hata milele. Akiba za mafuta duniani zitaendelea kupunguka na bei ya mafuta itaendelea kuongezeka. Badala ya kusisitiza mafuta, lazima tupate aina mpya za nishati. Tanzania inapakana na bahari ya Hindi na kuna mito mingi. Kwa hivyo tunaweza kukuza nishati ya maji. Pia kwa sababu nchi ipo kanda ya ikweta, tuna bahati ya jua na tunaweza kulitumia kwa nishati pia. Mgombea wa upinzani Mzee Mboya na majibu. Naam. Nitaanza vita na Mashariki ya Kati, labda Iraq, Kuwait, Afghanistan, Iran au nchi zote ikibidi. Watanzania tunahitaji kuwa na mafuta, na tukianza vita tutaweza kupata mafuta yote duniani. Sawa. Swali la pili ni kwa Mzee Mboya. Sisi sote tunaona theluji ya Kilimanjaro zinaendelea kuyeyuka. Wewe una mpango gani kupunguza matatizo ya ongezeko la joto duniani? Unadhani kwamba ni kweli? Ni uongo. Wanasayansi hawajathibitisha kwamba joto duniani linaongezeka. Mheshimiwa, unasemaje kuhusu jibu la Mzee Mboya? Wanasayansi wameondoa mashaka yote kuhusu ongezeko la joto. Ni waaminifu. Tena ninapendekeza kwamba tutumie aina tofauti za nishati. Inabidi tujaribu kuendeleza nchi yetu bila kuharibu mazingira kama jamii ya Marekani ilivyofanya. Sawa. Halafu, wananchi wa tabaka la chini hapa Tanzania wanateseka sana. Utafanya nini kuhusu ukosefu wa vyakula na maji safi? Swali hili ni kwa wagombea wote. Sawa. Katika utawala wangu nimeshughulikia sana masuala ya maji safi. Nitaendelea kushirikiana na nchi zenye mipaka na Tanzania ili kutumia vizuri maziwa na vyanzo vya maji tunazogawana. Katika majiji sitaruhusu mabustani makubwa. Mashambani, serikali yangu itawasaidia wafugaji kulima mboga na mazao badala ya kufuga kwa sababu wanyama wanahitaji maji mengi. Tukishughulikia swala la maji, kutakuwa na vyakula zaidi. Sababu kubwa ya ukosefu wa vyakula na maji safi na chama cha Punda, wanasiasa kama Rais Amina hawajui chochote kuhusu umuhimu wa vyakula na maji. Hawawezi kufanya chochote kuhusu mambo haya, lakini mkinipa kura zenu, nitafanya kazi nyingi kuhakikisha kwamba kila mtu katika nchi hii anaweza kula na kunywa. Kwangu hakuna matata. Sawa? Swali ni kwa halafu swali ni kwa wagombea wote pia. Linalofuata ni kwa pole.
Wana uchumi wanasema ajira ni swala moja muhimu sana kuimarisha uchumi. Vipi utaleta ajira kwa wananchi wa Tanzania? Mboya kwanza. Mboya kwanza. Nina mpango wa hatua 5 kwa kuleta ajira nchini. Kuanzisha vita, kuboresha elimu, kuunga mkono biashara ndogo na mambo mengine. Sawa, Amina. Unajibu? Ndio bwana. Sasa hivi utalii ni njia nzuri zaidi kuongeza ajira. Uboreshaji wa mbuga za wanyama na mahoteli makubwa utawavuta watu wengi. Pia, tukipanua huduma ya usafiri wa umma, tutaleta ajira mpya. Sawa, unafikiri utaweza kushinda hatua 5 ya Mboya? Nafikiri mpinzani wangu ni mjanja kwa sababu sehemu ya 5 ya kitu chake ni mambo mengine. Hii ni mbaya sana. Sawa, wanabiashara wanasema kwamba biashara zao zinazuiwa na kodi, na pia wananchi wanasema hawezi kulipa kodi kubwa kwa sababu wakitaka kuleta vyakula mezani. Je, serikali yako itapunguza kodi? Mboya kwanza tena. Nikiteleza mpango wangu wa hatua 5, kodi itapunguka kwa sababu ya kupunguza bajeti ya serikali. Mchango kila wananchi utakuwa mdogo zaidi. Ingawa tutapunguza kodi kwa maskini, serikali haiwezi kupunguza kodi daima. Tutaongeza kodi kwa watajiri. Kodi zinaleta huduma na msaada kutoka serikali. Ninafikiri serikali inaweza kuokoa fedha kwa kuondoa ufisadi. Hatutaruhusu wizi wala matumizi mabaya ya pesa za umma. Sawa. Swali la mwisho linahusu usafiri. Sasa wananchi wengi hulalamika sana kuhusu usalama wa mabasi na daladala na hali ya barabara na reli. Utaboreshaje usafiri hapa nchini? Ili kuwasaidia wananchi na kuongeza utalii, tutajenga reli mpya. Tunaweza kuiga mifano ya Uholanzi na Ujapani. Zina reli nzuri zinazohudumia biashara na jamii zote. Zaidi ya hizi, tutaratibu meli. Lazima tuboreshe huduma ya meli ili kuepusha ajali. Serikali yangu itakagua meli zote na kufanya karabati kubwa. Mboya, una maneno kuhusu usafiri? Nina swali kwako. Nini? Ndio. Una miguu mingapi? Miwili. Sawa. Tembea basi. Sawa. Muda wetu umekwisha. Natoa shukrani kwa wagombea wetu wote wawili. Asanteni sana na bahati njema katika uchaguzi.